Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, Fabidigo TV. Okay. Mambo vipi wadau wetu wa Fabidigo TV, BM Zakaria Online TV na Arafati TV. Ni wasaa mwingine tena asubuhi ya leo ambapo nimeamka salama. Mungu kanijalia afya tele na kuweza kuongea na nyie ili muweze kunijua kwamba ni taarifa gani ambayo nawaletea kwa muda wa leo. Ni uchambuzi mkubwa uliokubu mambo mazuri na utaalamu mkubwa sana kuhusiana na mtu anayeitwa Elie Mpanzu Kibisawala. Combination nzuri sana na Duchu Kameta, Duchu wa Simba. Tunasema one touch, yani Elie Mpanzu Kibisawala anaingia tu, touch ya kwanza go. Watu wengi walipenda sana jinsi ninavyoongea kwamba ni jinsi gani Elie Mpanzu Kibisawala amekuja kivingine baada ya kutoka kwao huko Lubumbashi ambako unaitwa DRC Congo. Elie Mpanzu Kibisawala alifika juzi katika mji wa Kigali na kuanza kufanya mazoezi na Simba Football Club au Sport Club, timu ya kwake, ambaye sasa hivi Elie Mpanzu anaonekana ni mchezaji muhimu sana upande wa Simba. Elie Mpanzu alianzia benchi dakika kama 70 na aliingizwa ili aweze kucheza. Aliingia badala ya Dumbia. Kumbuka kwamba Elie Mpanzu anacheza kama force number 9 na sasa hivi imeshaanza kumkubali namba 9, kila kiingia anapiga goli. Kitu cha kwanza usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Na mimi ndo Fabidigo katika YouTube channel zote hizo unazosikiliza. Ni uchambuzi ambao umeletwa baada ya kuonekana kwamba baada ya muda mrefu kutomuona Elie Mpanzu katika dimba la huko Kigali. Mechi 3 zilizochezwa na Simba Football Club wakiambulia pointi 5, wakitoa draw 2 na kushinda mechi moja na zidi ya Singida Black Star jana. Tumeshuhudia kwamba mpira wa jana ulikuwa ni mzuri kwa sababu ni timu zinazofanana, zote zinachezea ligi kuu ya NBC, ligi kuu ya Tanzania bara. Hapo tunaweza kukuambia kwamba mpira ulikuwa ni mzuri zaidi ya ile mipira ambayo tuliona. Kwanza kocha wa Simba Football Club alipanga furu mkoko, yani tunavyosema furu mkoko ni kikosi chake kile anachokipangaga. Kasoro tu Kapombe na mchezaji kama Elie Mpanzu ndo wa kuanza, lakini furu mkoko ulipangwa. Namba 1 alikuwa ni Kusali, golikipa wao Kusali, na jana alionyesha kipaji kikubwa sana, aliyokuwa michomo mingi sana ya Singida Black Stars. Namba 2 alicheza Kameta Duchu, namba 3 akacheza Kibabage Nixon Kibabage, namba 4 alicheza Ismail Toure, namba 5 akacheza jamaa anajiitwa Lushendi Lock, namba 6 alicheza Kagoma, Yusuf Kagoma, mtu wa Kigoma, amegoma kwenda Kigoma, Yusuf Kagoma, mzee wa kukata umeme. Namba 7 alicheza jamaa mmoja ambaye anaitwa Libase Guye. Namba 8 akacheza Chama. Jana wengi wameshangaa sana. Namba 8 jana akachezeshwa Chama, Clatous Chama kipindi cha kwanza. Clatous Chama alicheza namba 8 jana. Hiyo usishangae. Hata wachambuzi wa kina Medi Kagere jana hiyo wameliongelea kipindi cha kwanza kwamba Chama sio mzuri sana kucheza namba 8. Kagere alikuwa anaongelea kwamba yeye Chama anavyomjua Chama alivyokuwa anacheza naye Medi Kagere akasema Chama ni mzuri kucheza namba 10 au nafasi ya mbele, kwa sababu yeye Chama anaweza kukupa option nyingi, anaweza kuituliza timu, anaweza kufunga na anaweza akatoa assist. Kwa Chama utamfaidi sana akiwa namba 10 kuliko namba 8, kwa sababu namba 8 inahitaji kukaba. Chama sio mzuri sana wa kukaba. Hayo sio maneno yangu, ni maneno niliyonukuu kutoka kwa Medi Kagere jana. Lakini Chama namba 8 jana alicheza kipindi cha kwanza, alionekana anachezea chini sana akiwa karibu na Kagoma pale namba 6 Kagoma. Lakini namba 9 alicheza Dumbia. Namba 10 alicheza jamaa mmoja hivi kanaitwa kafupi kanavaa 11, namba ya Luis Mixon, alikuwa anavaa Luis Mixon. Kafupi kama Luis Mixon ya kashikaji. Namba 11
alicheza hiyo first 11. Namba 11 alicheza Anicent Oura. Hao ni wachezaji ambao walikuwa first 11 ya Simba. Steven Baka akaweka kikosi ambacho kiko imara zaidi. Lakini pia Steven Baka alivyoona kipindi cha kwanza waliongoza goli likitokana na Dumbia ambaye alipiga goli akipasiwa na Libase Guye. Dumbia alipiga kichwa ambacho kwa kutumia position yake ya kusoma mchezo akaenda sehemu ulipo mpira, mabeki wa Singida Black Star wakishindwa kupata ule mpira, Dumbia akipiga kichwa kuelekea pembeni ambapo goalkeeper wa Singida Black Stars alishindwa kuudaka ule mpira na ukawa goli la kwanza, na Dumbia akatoa mikosi jana kuonekana amefunga goli kama forward striker namba 9 ambaye Simba atakuwa anamtegemea. Lakini kitu kingine tunaweza kusema kuna kitu hapa nakitaja hapa. Kwa mfano tulikuwa naongelea kuhusu jinsi gani sasa Elie Mpanzu alivyoingia kipindi cha pili na kuweza kugusa mara ya kwanza na kufunga goli la kwanza. Elie Mpanzu alivyoingia tu touch ya kwanza go. Maana yake nini? Kwamba Elie Mpanzu alivyoingia aliingia Chama kaenda namba 10, Elie Mpanzu kaenda namba 9. Pale katikati akaingia wachezaji wengi waliingia pale, akaingia jamaa mmoja anaitwa Bajabr kama anavyosema msemaji wa Simba ambaye anaitwa Ahmed Ali, anasema yule anaitwa Bajabri aliingia namba 8. Yule jamaa namba 8 amekipiga jana yule jamaa namba 8. Sasa Simba ndio amepata sasa namba 8 yule Bajabr huyo jana amekipiga sana, anachezea kushoto huyo jamaa. Alivyoingia yeye pale mpira kabadilika, wakana anapiga Simba pasi kama ametoka Barcelona hivi. Kwa hiyo Chama alivyoenda katikati pale namba 10, baadaye tena Kagoma akaja kutolewa, akaingia Ino Ruemba kaenda kucheza namba 6. Nakwambia mpira ulibadilika wanangu. Walikuwa wanacheza mpira pasi nyingi Simba Football Club, na mpira ulikuwa unachezwa pale ni mpira wa kuonekana kwamba yani wanafahamiana, sio wanacheza ligi moja. Lakini pia Simba alikiwasha, lakini naye msifia hapa ni Elie Mpanzu Kibisawala. Elie Mpanzu alionekana ameingia kwa kujiamini na kuona kwamba anaweza kufunga goli muda wote, lakini bahati nzuri kwake jana gusa yake ya kwanza ndio ile akafunga goli. Yani ulikuwa ni mpira penetration pass uliopigwa kutoka katikati mwa uwanjani, katoa pasi ya assist ya penetration pass. Tunasema penetration pass ni pasi iliyotoka katikati ya mabeki, yani uliwapita mabeki wa Singida Black Stars, na huo mpira ulivyotoka pale ukawa unaingia sehemu moja ambaye yupo Duchu alipanda mbele namba 2 wa Simba, yani Duchu jana akapanda mbele kwa uharaka. Alipopanda mbele ikawa ni kasi zaidi. Sasa naye Mpanzu alikuwa katikati kana kimbia pale katikati. Duchu alipomwona Mpanzu akampa moja hivi ndani ya boksi. Mpanzu wala kutuliza, akaangalia tu golikipa kakaa wapi, tachi ya kwanza goli moja. So akafunga goli la pili kwa upande wa Simba ambaye anaitwa Elie Mpanzu Kibisawala, lakini huku likiwa goli la pili kwa upande wa Simba, lakini likiwa goli la kwanza upande wake Mpanzu, na ikiwa ni mechi yake ya kwanza, na mechi yake ya kwanza tachi ya kwanza goli ya kwanza. Na combination ya Duchu na Elie Mpanzu ilionekana iko vizuri baada ya Duchu kumuona Elie Mpanzu mikimbio yake kwamba huyu yuko vipi, na huyu anaitwa Duchu wala kutaka kuchelewesha, akapiga ya chini, yani akauburuza ule mpira na akamkadiria, sio kwamba alipiga karibu tu, alikadiria kwamba hii jamaa inaenda kumpata na anamalizia. Ilikuwa rahisi kwake Mpanzu kumalizia. Kwa hapa tunaandika combination ya Elie Mpanzu na Duchu. Duchu akampa pasi nzuri Elie Mpanzu, na Elie Mpanzu akafunga goli kwa uhakika. Na akaruka sema sote kama unavyomjuaga yule Mkongo, anarukaga sana soma sote akifunga goli. Hapo ni maneno ambayo nimealeta mimi kama Fabidigo katika YouTube channel zako, kama uchambuzi ambao umekamilika, ambaye Mwenyezi Mungu katufanya sisi tukuletee wewe hizi habari uweze kufurahi, ili uweze kufurahi sana ndugu zangu. Kitu cha kwanza usisahau kusubscribe, kulike na comment habari hii ili uweze kupata mambo mazuri yanayokuja baadaye. Asante sana. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.